sio kwa sababu unaishi una uzima. Kwa sababu uzima unatofautiana na maisha. Mtu anaweza kuishi na asiwe na uzima. Umewahi kusoma ndani ya kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 1 na ukaelewa kwamba kuna kanisa moja ya makanisa 7 ambayo yalikuwa ni makanisa mashuhuri kabisa, makanisa makubwa kwa wakati, linaloitwa kanisa la Sardi, kanisa lililokuweko Sardi. Hili kanisa, Biblia inasema hivi ndivyo anenavyo yeye aliye na zile roho 7 za Mungu na zile taa 7. Ninayajua matendo yako, kwamba una sifa za kuwa unaishi lakini umekufa. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hili kanisa lilikuwa ni kanisa kubwa, lilikuwa linaweza, kwa mawazo yangu, kwa mtazamo wangu, ninafikiri lilikuwa ni kanisa lina uwanja mkubwa sana, kanisa ambalo limejenga kabisa, lina compound nzuri, lina washabiki watu wengi sana, linafanya mikutano ya kila aina, lina vyombo vya kila aina, lina waimbaji, lina vyote vinavyohitajika kuitwa kanisa kubwa. Lakini kwa matendo yao walikuwa wana ushuhuda mzuri kwamba wanaishi, lakini hawakukuwa na uzima. Mungu mwenyewe alisema, ninajua matendo yako Sardi, kanisa la Sardi, ninajua matendo yako kwamba una sifa za kuwa unaishi, lakini hauko hai, hauna uzima. Sasa kuishi inamaanisha kitu gani na kuwa na uzima inamaanisha kitu gani? Kwanza, wewe kuitwa mwanadamu, kuwa kwenye dunia hii unaishi, na kila mwanadamu ana haki ya kuishi. Lakini kuwa na uzima ni kitu kingine. Ni kusema kuwa na uzima ni kuwa na Yesu ndani ya maisha yako, kuwa na roho ya Mungu ndani ya maisha yako. Huwezi kuwa na uzima pasipokuwa na roho ndani ya maisha yako. Ukweli ni kwamba mtu anaweza kuishi lakini asiwe na uzima. Lakini mtu hawezi kuwa na uzima pasipo kuishi, kwa sababu unatakiwa kwanza uishi ili uwe na uzima. Sasa hili kanisa lilikuwa linaishi lakini halikuwa na uzima, sawa na watu wengi leo na makanisa mengi. Ninaposema kanisa, inamaanisha roho yako, ile roho yako ambayo ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tunaishi watu wengi sana, lakini maisha yetu hayana uzima ndani yake. Watu hawana upendo ndani yao. Lakini inawezekanaje kuishi katika dunia hii pasipokuwa na roho wa Mungu, pasipokuwa na upendo? Mtazamo wa upendo kwa wanadamu ni kwa sababu unakuwa na reciprocity. Yaani upendo wa mwanadamu unalingana na vile anavyopendwa na wengine. Upendo wa mwanadamu unalingana na nini fulani amenipatia. Upendo wa mwanadamu uko na conditions ambazo zinatakiwa kwanza kutimilika ili kwamba mwanadamu apende. Lakini upendo wa Mungu uko tofauti, kwa sababu haujalishi, hauhitaji kitu chochote kwetu ili Mungu atupende. Kwa hiyo kitu kinachoweza tu kupatia mtu uzima ndani ya maisha yake ni kuwa na roho wa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye uzima. Ni kuwa na upendo ndani ya maisha yako, kwa sababu upendo unajenga, upendo unafufua. Biblia inasema kwamba Mungu ni upendo, na Mungu akiwa upendo, tumetakwa sisi wote kuishi katika upendo. Ndio maana ninataka nikualike wewe ambaye unahisi kwamba unaishi katika ulimwengu huu
lakini umepungukiwa na upendo. Unahisi kwamba unaishi katika dunia hii, lakini maisha yako kuna mahali ulimwacha Mungu. Unahisi kwamba kuna mahali ambapo ulipungukiwa kabisa na ukatembea katika njia zako mwenyewe. Kwanza na kuomba uweze kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu Kristo yeye anaweza kurudisha tena roho yako, anaweza kukutengeneza upya. Lakini jambo la pili, usisahau kujiunga nasi katika semina ambayo tumeandaa siku 7 online kwenye Dani Vuninga TV. Anza kusubscribe saizi. Somo letu kubwa litakuwa upendo wa kufa. Yaani upendo unaokubali kufa kwa ajili ya kutoa uzima. Upendo ambao kwanza kusudi ukupatie uzima, au upendo ule ulikufa kwanza. Unatamani, unahitaji kwanza kufa ili kwamba wewe mwenyewe upokee uzima. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa pamoja nasi tangu tariki 29 mwezi huu wa 3 hadi tariki 4 mwezi wa 4. Tutakuwa tuko tunaponywa, tutakuwa tuko tunajifunza, tutakuwa tuko tunazaliwa upya kupitia neno la Mungu, kupitia maombi. Mungu akubariki sana. Mimi ni Evangelist Dani Vuninga. Karibu na Mungu akubariki.